Karibu ndugu mtazamaji wa POV TV. Tumekutana tena katika kipindi chetu cha Jitambue. Uko na mimi mtangazaji wako Simon Mwendesha na niko na mgeni wangu ambaye ni Msafiri. Leo nataka niingie kwenye mada moja kwa moja. Ndugu Msafiri, ni kitu gani ambacho mtu akikifanya huwa kinaonekana ni ushamba? Karibu sana. Asante. Moja ni kufungulia redio kwa sauti kubwa. Unakumbuka ulisoma kitu kinaitwa noise pollution? Yaani ukweli ni kwamba unapofungulia redio yako kwa sauti kubwa unawakera wengine. Wewe ni jirani lakini unafungulia sauti mpaka inafika mtaa wa tatu. Huna sherehe, huna msiba, wala huna chochote kinachoendelea hapo nyumbani, eti unafungulia sauti tu ya redio hiyo, unasikiliza wewe mwenyewe umekaa ndani. Hiyo sio sawa. Huo ni ushamba. Kumbuka majirani unaokaa nao na wao wana redio kama wewe. Sasa wazime za kwao kusikilize, wasikilize za kwako. Wazime za kwao wasikilize za kwako. Sio sawa. Fungua sauti ya redio kwa saizi inayokutosha wewe. Huo ndo ustaarabu. Fungua redio sauti ya saizi inayokutosha wewe. Huo ndo ustaarabu. Sio unafungulia redio inapiga mayowe, watu wanataka kusikiliza taarifa habari, unawalazimisha kusikiliza mziki wako wewe unaosikiliza. Watu wanataka kuangalia vitu fulani, unawalazimisha wasikilize kile cha kwako. Mwisho wa siku na wao wapandishe sauti ili waweze kusikia. Huo sio ustaarabu, ni ushamba. Pointi nyingine ambayo ni ushamba ni kujifanya unajua kila kitu. Ni mbaya. Usijifanye unajua kila kitu, huo ni ushamba. Unaweza kukuta watu wanaongea mada na ukairukia ile mada. Mwisho wa siku umeirukia ile mada, unajikuta hata uko nje ya mada. Wenzako walikuwa wanajadili kitu kingine, wewe unajadili kitu kingine. Umewatoa kwenye mudi. Kurukia vitu kwa mbele. Unafika watu wanajadili mada, hujajua mada inajadiliwa ni kitu gani. Unafika tu unarukia mada hapo na kujifanya unajua kila kitu. Huo ni ushamba, sio ujanja. Pointi nyingine, wewe yani ukinunua kitu tu unataka kila mtu ajue. Ukinunua gari ulikuwa una tabia kusalimia ndugu, lakini unafuruliza kwa ndugu waone tu umenunua gari. Huo ni ushamba. Mwisho utapata ajali kwa sababu ya ushamba wako. Anue gari tu, kila unaenda kusalimia ndugu, hata muda ambao watu wako kazini unaenda kusalimia. Kila unachonunua unataka watu wajue. Huo ni ushamba. Pointi nyingine ambao ni ushamba, mtu anakwenda kwenye sherehe. Anapofika kwenye sherehe, familia inanyanyuliwa muda wa kula huo. Familia inanyanyuliwa muda wa kula wakale. Haijafika muda wako wa kunyanyuliwa, kierere umeshanyanyuka, umeungana na wanafamilia na wewe unaenda kula. Hata kama sio wanafamilia, wamenyanyua mstari wa mbele, wewe uko mstari wa 4 huku nyuma, unanyanyuka, unakimbia unaunga mstari na hujaruhusiwa. Huo ni ushamba. Acha kabisa, huo ni ushamba. Wewe mwenye cheo kumdharau asiye na cheo. Yaani kwa sababu wewe unafanya kazi hapo ofisini, unamdharau mlinzi. Huo ni ushamba. Kumbuka wote mnategemeana. Ni sawa na wewe mwenye gari kumdharau mtembea kwa miguu. Huo ni ushamba. Na wakati mwingine hamna adabu kabisa nyie kwenye magari. Unamwona mtembea kwa mguu anaenda, kuna tope hapo, unapita na gari lako, unafiatua maji yote yanamrukia mtu. Watu amevaa t-shirt nyeupe sio ya njano au shati, unamchafua. Mwisho wa siku anarudi kwenda kubadilisha nguo. Hujui umemgharimu vitu vingapi katika kurudi na kwenda kubadilisha nguo. Lakini ninachokwambia, huo ni ushamba. Wenye timamu akili hawafanyi vitu vya kipuuzi namna hiyo. Nashukuru niliwahi kuona mama mmoja, yani ni mstaarabu sana.
alitukuta tunatembea kwa miguu hapo, akapita na gari yake. Alivyoona kuna tope, akasimama akasubiri mpaka tumemaliza kulivuka lile tope, ndo akapita yeye, tena akapita kwa utaratibu kabisa. Mungu ambariki sana yule mama. Lakini wewe acha huo ushamba wako. Unataka nani ajue kwamba uko kwenye gari? Huo ni ushamba. Mtu unaendesha gari, watu wako mbali kule barabarani, lakini unawasogezea gari mpaka uko barabarani. Hakuna shimo nalo kwepa, hamna, unawasogezea tu ili wajue kwamba unaendesha gari. Huo ni ushamba. Jitambue na ubadilike. Ya kwangu mimi ni hayo tu. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Simon Mwendesha. Ulikuwa na mgeni wangu ambaye ni msafiri. Mpaka juma lijalo tutaonana tena. Bye bye.